Kaparo, umenitia nini hapa? Unajua nini Samwe? Mimi nataka nikupe hapa hivi dili ya maana. Wewe nataka twende mahakamani ukoe kama shahidi. Wewe, una kesi mahakamani? Unataka niende mahakamani nikafanye nini? Samwe jamaa yangu, mimi nakukubali sana. Naomba uende ukanisaidie. Naomba uende ukaeleze mahakamani kwamba huyu mtu hapa mnaoongea naye hana akili timamu. Pengine kosa alilofanya hakuwa anajielewa. Haya sawa, nimekuelewa. Je, umefanya kosa gani? Samwe, yani kazi yetu ni ngumu sana. Kuna mdada sini amekuja hapo kijioni kwetu anataka boda. Alivyovaa alikuwa anatamanisha sana, kinguo chepesi kweli, alafu Mungu anajua kuumba nikwambie. Mimi nikambeba akaniambia nipeleke kule Magomeni. Sawa, na mimi nikakubali. Sasa kila nikifika kwenye kibonde anasogea mbele ananikaza. Nikaona usi unyonge. Nilikuwa nimeingia pembeni kidogo kwenye kimsitu, akaniambia unapita njia gani? Nikamwambia hii ndio njia shortcut inawahi kufika, lakini mimi lengo langu ni moja, ni kuweza kupata kila alichonacho, kwa sababu siwezi nikakubali kubeba mzigo kama huu halafu niupeleke kwa jamaa mwingine. Mimi sikukubali jamaa yangu Samwe. Mimi niligaragaza. Yani hapa nilipo hapa sielewi, yani kama vile miaka 30 naelekea kufungwa hivi. Lakini wewe ukijitokeza ukaenda kuambia kwamba hivi huyo mtu hana akili timamu kwa vipimo fulani, yani babia, yani weka vitu huko hivi inaonekana kwamba sina akili timamu. Kumbe. Asante sana kwa kunipa ushahidi. Ushahidi naenda kutumia mahakamani. Wewe Samwe, tena unaenda kutumia mahakamani kivipi sasa? Mimi kutoka na yule demu, kwa hiyo demu anakuuma sana au? Hivi unakumbuka nikupigia simu nikakwambia kwamba demu wangu anaumwa sana na yupo hospitali na mtibu? Au sikukwambia? Ndiyo, uliniambia demu wako yupo hospitali, ila sijajua ni nini kimemkuta. Alikuwa amebakwa. Na mbakaji aliyekuwa amembaka nilikuwa simjui. Kumbe ni wewe. Wewe umeisha. Kwa mbuzi nimefia kwa muuza geto.